Habari zenu? Habari zenu tena. Kwa majina ni Kapengo, a friend, best friend and a brother to Mr. KK mwenyewe. And first of all, asanteni sana kwa kukuja. I would say that until now I'm in disbelief that my brother is normal, but ni mipango ya Mungu, that everything happens for a reason, and I believe God will give us strength. We started the work with Mr. KK back in 2020 when we joined campus, that is Kisii University. We were doing similar courses in Kisii University. That is when we joined hands to do content, plus other people, to team up with other people, but we were the main ones. And I want to give a history about my friend. Yangu na yeye tapeana baadaye because time inasonga. This has been a very creative guy, very creative when you relate na yeye wanajua, very jovial guy. And I would say that wherever you are, my brother, we are proud of you for the work you did when you arrived. Na tutawahi kusahau. And thank you for coming. Ninyi wote ni kuonyeshana this guy had a pure heart. Hakuna mtu alikuwa na ubaya na yeye. Juu angekuwa na ubaya, hamungekuwa hapa. In terms of content, this guy was a mastermind in everything. Alikuwa amemaster everything about content. Kila kitu ungemwambia ile character anaingia, ungemwambia kueditie, kwa radio alikuwa the best, everything about content creation and entertainment alikuwa best. Ikifika stand up comedian, huko hata ndiye alikuwa kabisa. Ikifika ni MC, those guys who have related with Mr. KK, they know what I'm saying. And those who have worked with him. In this place, before I give a small history about what happened to him, this place we have content creators, we have fans, we have officials, that is politicians, and we still have corporates that have worked with Mr. KK before, or those who are still corporates, maybe walikuwa all about to work with him, ama washaipitana ways with him. I know I want to okay, it's for technical. Wanafanya kazi mzuri sana. Tuwapigie makofi. Ni wengi sana wangetaka kuja hapa but they are far. I want to give a small history about this guy, about what happened. Some of you started knowing him back in 2022, like Mari Trade na BGG, but this guy was doing content since 2020. July of 2020, akiwa nyumbani before I joined campus, is when he started content. On 2020, he started developing some problem with the stomach, acidity, and amekuwa akitibiwa, anarudi, anatibiwa, anarudi. So since 2020, 2023, 2024, 2025, amekuwa akienda tu. You know problems na tumbo ya wanaume. Wanasemanga tumbo ya wanaume ni mbaya sana. Because men, tumbo hujuangi, unajua wasichana wanajuanga specific. Sisi hatujuangi, unaumwa tu unasema it's just a problem that nitaenda hospitali anibiwe. But 2 months ago, ilianza kuleta shida and alikuwa anaenda hospitali since 2020. Amekuwa akienda anaenda recover, but I think 2 months ago shida ikakuwa kubwa and 1 month later akakuwa more problem ikapanda, and on Friday he went to the hospital and he was referred to a public hospital, mambo ya picha na nini, so he was preparing, but kama kawaida tu anaendanga anapewa dawa anakuwa sawa. So on Friday alikuwa hospitali, a private hospital, akapewa dawa, akaekwa maji, everything, akarecover. In fact, he spent that weekend of Saturday and Sunday with his parents. Aliita wazazi wake
kwake huku in Kirigiti, and he spent the weekend with the parents. Wakipanga venye Monday ataenda picha. So on Monday, hata tukiachana on Sunday, hakuwa na shida ati ungejua Monday angetuacha. Because even the parents suggested, wewe usijali, asubuhi tutasort mambo ya picha, tutapatana Kiambu for hizo picha. So on Monday, we were to meet to shoot, juu tuliona ako sawa. So tukapangana, tunapatana saa 2, tukakuja. But before nifike, our director anaitwa Kirisa Junior, is a Mugithi artist, amekuwa akitushoot since 2020. Ni yeye huenda Junior anaishi around Kirigiti, alienda wa kwanza. So kufika akapata our guy anahitaji kupeleka hospitali, hayuko sawa. But state haikuwa that was, alikuwa ana communicate, alikuwa anakunywa uji, alikuwa sawa. So akanipigia, harakisha, I think tunafaa twende hospitali saa hii. So nikatoka in Thika Road ndio naishi, nikakimbia. So kufika tukaongea vizuri, but after 1 hour nikaambia rais, huyu mtu tupeleke hospitali, huyu venye tunaona mambo imeanza kuharibika. So tukatafuta gari ya haraka tukamkimbisha Kiambu level 5, tukapanga line vizuri, and as tumepanga line, I realized that our guy went silent for a moment, hivyo ndivyo akanyamaza, and I was like, wacha sasa, kuna line, tunajua kuna line, but daktari, we need to check on this guy. So daktari kuja kuangalia, akamwambia hiyo time tu realize amenyamaza, hiyo ndio time ametuacha. So sad. So on Monday around 5 is when our guy left us, and since then it has been a very sad moment for us all, friends, family, sana family. Some of you have checked the videos I've been posting on my socials at Kafengo, na mmeona mahali ametoka. Mmeona the guy that came from a humble beginning, and alikuwa anakaa na shosho yake Githirioni ndani ndio nyumbani, alikuwa anakaa na shosho yake. Na hapo anakaa vizuri. Mnaweza nisikia. Unasikia huko? Hapo anakaa vizuri. Mahali ametoka, surprised that they need support in this. And then I realized it's good because alikuwa one of us online. It's good we take kuchukua mzigo, tujaribu kusaidia wazazi wake. This is not time to kurusha mawe. I know some people get clarification on kuna video alikuwa amefanya sometimes back. Kulikuwa na game ya Man U na Arsenal. I promised the fans that it was 1 year ago. I promised the fans that if Man U itagongwa atakula pilipili. I remember that some of you have been posting that photographs and the videos, but it was 1 year ago. It was a game I think sometimes back. So yes, pilipili sio ilikuwa shida because you know content creators mnatujua sisi kitu mnaona ni sisi tumepanga. So it was just to challenge na kukula hiyo pilipili sana. So the effects did not come from the pilipili. I was just clarifying because some of you might be having the questions. So we need support as a family and the close to the Mr. KK mwenyewe, and tunaendelea vizuri, niliekanga team and tunaendelea vizuri. So ile support tunaweza mpe because some of you I know wako na hiyo uwezo, tunaweza msaidia, tusimamie tu, tumpe a good send off. And please, let's give time for the family to heal and to grieve. He was the only son out of 2. Walikuwa tu yeye na sister yake from the mother, na alikuwa anakaa na shosho yake. So mnaelewa tu the uchungu iko kwa familia, na yeye alikuwa na hopes. I can tell you ile time mtaenda nyumbani mtarealize that this guy was the right of that family. Mtajua tu, mkiingia tu mtarealize he was the hopes of that family. Even time nilita mamake akakuja, because I called the mother kumwambia, sikutaka kumpea the information directly,
Kumuita tu time aliona tu news. Swali moja tu aliliuza. Sasa tutafanya namna gani sisi? That was the question from the mother. Tutafanya namna gani? He had made so much promises. Nimekuwa nikikaa na mama yake ananielezea. Nashangaa sasa. What will happen? Unakaa na shosho. He has a shosho about 72 years. Shosho yake, I think guys, mtaenda huko mtaona. You see for yourselves and you know the reason we are saying we need support. We are not yet there in terms of the budget, so ndio maana tukawaita. We give a send off to our brother until you see and we see kama kuna kitu tunaweza fanya. Sasa so tuache mambo mengi, at least let's give this guy a good send off that hata mali yako atasema tu I can see another family because he never shared some of the things. When you married na yeye alikuwa jamaa wa kunyamazia, alikuwa anakauka kimwanaume. Hata akiwa na ngoli, in fact hata hiyo siku alienda akaandikiwa picha alisema wewe Kafengo usijali, alikuwa ananiita nyaga. Wewe nyaga usijali bana. Hii ni mambo kidogo tuta sort tu. Kamwambia bro uko na ndoo ya kunini? Usijali tuta sort. So this was guy of angekwambia tu tuta sort. Wewe usijali tuta sort. There's a friend of mine alimuombanga that morning, alimuombanga pesa. And KK just sent. Alimuombanga 1K na akamtumia. And KK hakumwambia na ateseka. Ama anapitia something in terms of health. So we need to support the family at this time. Sasa other question nita-answer later. So for now it's for KK. Sasa so asanteni sana na washukuru sana kwa kukuja and Maze, hata mimi siamini. Sasa so asanteni sana, God awabariki. Asante. So and then every information itakuwa kwangu. So those people sending me some information, please, official information. I was chosen as a spokesman to the family. So ukitaka details about what is going on, please pitia kwa my social media handles utajua the progress. Sasa asanteni sana. Thank you. Kianzia hii memorial ya KK, Mungu Roho wako Mtakatifu ushuke. Baba, tutapoendelea na tutapomaliza, Mungu tunahitaji neema na kibali chako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu. Tunapoanza kuanzia na tunapomalizia, tunakushukuru na tunakuinua. Na katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Asante sana, tunaweza kuketi. Sasa naitwa MC Kibe, the heavy thinker kila mahali. Na mimi nitakuwa MC wenu siku ya leo. Tutakuwa tunasaidiana na Kabugi ambaye anakuja tu in a few minutes. Sasa mpaka hapo tuko sawa? Very good. So nataka Kafengo yuko wapi? Uko hapa hivi? Nakutaka sana hapa hivi mbele na ile crew yako kina Dan Mandevi. Sasa uko hapa hivi. Nataka hapa hivi in the next